بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. إن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه على نعمه على ما هداكم للإسلام. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشكر الله سبحانه وتعالى زيادة رحمة الأماني سمودك وزوة وأمة تموت محمد صلى الله عليه وسلم. يينا واتواني walikuwake pamoja na masahaba zake na waislamu wote ambao watakubali kufuata mwenendo wake hadi hiyo siku ya kiyama. Tunakuomba Rabbul Izzati wal Jalal utujalie kwa miongoni mwa wale ambao watafuata mwendo wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mtambue kwamba ndugu zangu wa Kiislamu, hakika maneno yaliyokuwa
ni kitabu chake Mwenyezi Mungu Qur'ani, na mwenendo uliokuwa mzuri wa kuweza kufuata mwenendo wake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaziomba ziada rehema na amani zimfikie mtume huo. Ndugu zangu wa Kiislamu, tumche na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuelewe kama ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuongoza kwa Waislamu. Hivyo tunabudi kuishukuru neema hiyo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutufanya kuwa Waislamu. Ndugu zangu wa Kiislamu, moja kwa moja tutamzungumzia mmoja katika watu ambao alikuja akalinganiwa akiwa sehemu za porini, sehemu za kijijini. Walivyomlingania akawaelewa na kusikia kwamba hapana mola pasipo kutoka haki ila Rabbul Izzati wal Jalal. Baada ya kuamini wale mitume waliotumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaendelea kuufikisha ujumbe na kuwalingania watu. Huyu mtu ambaye alilinganiwa akawasikia na akawaelewa, akausikia ujumbe, bila shaka aliishi katika mji ambao ulikuwa na mazingira magumu na machafu, mji ambao watu hawakuweza kumwelewa Rabbul Izzati wal Jalal. Hivyo yalitokea makubwa sana katika mji huu. Nini kilichotokea? Watu baada ya kuwapokea mitume wa Mwenyezi Mungu, mitume watatu waliotumwa na Rabbul Izzati wal Jalal, walifanya mkutano mji mzima kwa kuweza kufanya nini? Kuwaua mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mitume wanaokuja kulingania, mitume wanaokuja kuwalingania na kuwatoa katika njia ya giza na kuwaleta katika njia ya nuru, hawakuweza kusikia wala kufuata. Hivyo ndugu zangu wa Kiislamu, yule jamani alivyokuwa sehemu za mbali, baada ya kusikia mitume wa Allah wanafanywa vitimbi, mikutano na kutaka kuuawa, aliwaijia watu wake akawalingania na kuwaonyesha hicho mnachokifanya hakifai, ni jambo baya na zito mbele yake Rabbul Izzati wal Jalal. Lakini hawakuweza kusikia ni malipo gani waliomlipa huyu jamaa aliyefanya kazi hiyo, bali walimpiga mawe na wakamsukuma, wakamkokota, wakamkanyaga kwa miguu yao hadi akamwitika Rabbul Izzati wal Jalal. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza kisa hicho katika surati Yasin aliposema Rabbul Izzati wal Jalal, wajaa min aqsa al-madinati rajulun yas'a, na akatokea mtu kutoka sehemu za mbali za vijijini akija haraka, baada ya kusikia kwamba watu wa kijiji chake wanamkanusha Allah, wanazikanusha sheria zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'u al-mursalin, akawaambia ndugu zangu wafateni mitume, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, wafateni hao mitume wa Allah ambao kuja kwao ni kukulinganieni wala hawakuombeni ujira. Wale jamaa wanamuuliza, wewe unakuja kutulingania na kutuambia tuwafate mitume na tuwafate mitume na tuwe nyuma yao. Je, wewe ulishamwamini huyo Allah? Jamaa na wajibu akisema, wama liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Vipi mie nitakosa kumwabudu Rabbul Izzati wal Jalal, Mwenyezi Mungu ambaye aliyeniumba na kwake ndio nitarejea? A'takhidhu min dunihi alaha in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wala yunqidhun. Hivi kweli mimi ninaweza kuchukua miungu kinyume na Rabbul Izzati wal Jalal nikaabudu Mwenyezi Mungu ambaye akitaka anaweza kunifanyia madhara? Hiyo miungu haitaweza kuniokoa. Anaomba inni idhan la fi dhalalin mubin, ikiwa nitafanya kitendo hicho bila shaka nitakuwa miongoni mwa watu ambao waliopotea. Mtu anakubali kumwacha Rabbul Izzati wal Jalal, kumlilia Rabbul Izzati wal Jalal, anakwenda kulilia mizimu, anakwenda kulilia majini, anakwenda kulilia mashetani. Mkimbilieni Rabbul Izzati wal Jalal, atakupokeeni Rabbul Izzati wal Jalal. Anawaambia inni idhan la fi dhalalin mubin, ikiwa mimi nitayafanya haya kwa hakika nitakuwa miongoni mwa watu waliopotea. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, sikilizeni jamani, mimi nimemwamini Rabbul Izzati wal Jalal, nimemwamini Rabbul Izzati wal Jalal, na msikie hayo na muamini. Aliposema haya ndugu zangu wa Kiislamu, ndio kwa sababu ya wao kumuua na kumfanyia vitimi mpaka kamchika Allah. Alipokuwa anavutia roho, wanamuona jamaa anacheka, anafurahi. Kumbe wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema udkhulul janna, ingia katika pepo ya kazi uliyoifanya
qaumi ya'lamun, Mola wangu laiti umati wangu wangelijua na wakafahamu ni wapi ambapo mimi ninakwenda kufikia baada ya wao kunifanyia vitimbi. Bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramin, namna Allah subhanahu wa ta'ala kanisamehe na akanifanya kuwa miongoni mwa wale ambao waliokirimiwa na Rabbul Izzati wal Jalal. Ndugu zangu wa Kiislamu, kayafanya hayo ni kwa sababu ya dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, kuitumikia dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakujali yote ambayo yaliyotokea, maumivu na vitimbi ambavyo alivyofanyiwa. Kafanya nini? Kamtumikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kawalingania watu wake zama alipokuwa yuko hai, akiwaambia ya qaumi tabi'ul mursalin, enyi watu wangu fateni mitume. Na wakati sasa anafishwa, anasema ya laita qaumi ya'lamun, Mola wangu laiti mwangelijua bima ghafara li rabbi, yale ambayo alionipa Allah kama msamaha, waja'alani minal mukramin, Allah kanifanya miongoni mwa wale ambao waliokirimiwa. Ndugu zangu wa Kiislamu, nimeziandaa barua ambazo kila mmoja miongoni mwetu lazima atoke anaichukua barua yake na kuiweka mfukoni, yende akaifanyie kazi, ajue ana nafasi gani kuna dini ya Allah, ana kiwango gani cha kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Bila shaka ndugu zangu wa Kiislamu, tangueni na mwelewe kama kuitumikia dini yake Allah haimchagui tajiri wala masikini wala yule mwenye uwezo wala mwenye cheo. Kila Muislamu ambaye aliyekubali kwamba hakuna mola pasipokuabudiwa kwa uhaki ila Rabbul Izzati wal Jalal, aelewe ya kwamba anayo nafasi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na utaulizwa wewe ikiwa utajifanya ya kwamba mimi siulizwe, Mwenyezi Mungu atakuulizwa hiyo siku ya kiyama, kwa nini hukuitumikia dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Barua ya kwanza ndugu zangu wa Kiislamu ni kisa cha Nabiiullah Nuh alayhi salam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anazungumza akisema, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alimtuma Nuh alayhi salam katika kaumu yake, aliishi Nuh akiwalingania watu wake usiku na mchana muda wa miaka 1000 kutoa 50 akiwalingania watu. Lakini pamoja na hivyo ilikuwa zito ndugu zangu wa Kiislamu, miaka 1000 kutoa 50. Nuh anasema inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, nimewalingania umati wangu usiku na mchana. Miaka 1000 kutoa 50. Nuh anakuambia thumma inni da'awtuhum jihara, nilivyoona imeshindikana nilianza kuwalingania kwa wazi na kuwapigia kelele. Miaka 1000 kutoa 50. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, niliamwania kuanza kumtaka mmoja kwa siri. Lakini kipi kilichotokea pamoja na yote hayo? Makara kubara, walifanya mkutano uliokuwa mkubwa. Upi wa kufikiria namna gani wakamfanyia vitimbi na kuweza kumuua Nuh alayhi salam. Hivyo alifanyiwa vitimbi hadi mke wake akamkufuru, mwanae akakataa kumwamini, wakamwamini watu wadogo peke yake. Muda wa miaka 1950 Nuh akiwalingania watu, lakini hawakuweza kumkubali, kila watu 80 peke yake. Ndugu zangu wa Kiislamu, barua hii ni barua iliyoandikwa muda wa miaka 950 kwa ajili ya kulingania neno lake Allah, kuitumikia dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ninaituma barua hii ndugu zangu wa Kiislamu, ambayo ni barua ya kwanza kwa kila yule ambaye yuko tayari kujitolea kwa ajili ya kuitumikia dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, kuitoa nafsi yake muhanga, mwanamke, mwanamume, kijana, mzee, itumikie dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Barua hii ndugu yangu Muislamu ninaikupa na uipokee. Utazame namna Nuh alayhi salam alisimama mbele ya watu wake muda wa miaka 1000 kutoa 50, jumla miaka 950 akiwalingania watu wake hadi alivyomtika Rabbul Izzati wal Jalal. Hivyo ndugu yangu Muislamu, elewa kama kazi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu haina malipo. Kazi ya kumtumikia Allah haina raha, haina tabu. Kazi ya kumtumikia Allah haina kutulia, haina kustafu. Ndugu yangu Muislamu, tia nia
kuanzia hivi leo kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kadiri ambayo utakayoweza. Usijifanye kama hutaulizwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza ikiwa utajifanya kama wewe hauwezi kuulizwa na Allah. Itumikie dini yake, tumikie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, barua ya pili ninaituma kwa kila Muislamu aelewe kwamba kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni lazima na ni muhimu kwa kila Muislamu. Lazima aitumikie dini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ata Nabii sallallahu alayhi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah uqatil wa uslim. قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. ndugu zangu wa Kiislamu, jamaa mmoja alikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya kusikia ulinganizi wa dini ya Kiislamu na akaona uzuri wa dini ya Kiislamu. Anamwijia Mtume anasema, niko tayari ya Rasulullah kuanza kupigana vita hata bila kuslimu, alafu ikiwa nitauawa au nitapona ndio nislimu. Mtume anamwambia hapana, slimu kwanza, baada ya kuslimu ndio sasa uende ukapigane. Yule jamaa akaitoa shahada. Baada ya kumaliza kuitoa shahada ndipo akaenda kupigana vita na huko akauawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, maskini mtazame huyu katika tumika muda mdogo sana katika dini, kaingia dini na kaitumikia dini muda mdogo na kapewa malipo na ujira uliokuwa mkubwa sana. Ndugu zangu wa Kiislamu, itakuwaje kwa yule mtu ambaye ameishi miaka mingi kazeekea katika Uislamu, mvi katika Uislamu, hajaitumikia dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, katosheka tu na kuziitika swala tano, labda zaka atatoa, labda saumu atafunga, lakini hajaitumikia dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajawajua walimu wanapokea nini, hajaijua misikiti ina shida gani, hajajua Uislamu unaendaje katika vijiji ambavyo vina shida baadhi ya mambo mengi. Hivyo ndugu yangu Muislamu, unalazimika kuitumikia dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni barua ya pili. Ama barua ya tatu, ndugu zangu, tena mtazame hata masahaba akiwemo Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ambaye aliingia katika Uislamu akiwa ni wa kwanza kabisa katika mwanzo. Kitu cha kwanza alifanya nguvu kwanza kuwaingiza wenzake, na kwa ajili yake wakaingia masahaba wakubwa katika Uislamu. Ndugu zangu wa Kiislamu, eliwani kama kila Muislamu ambaye anajua kama ametamka shahadatu la ilaha illa Allah na anamuitika Mwenyezi Mungu mara 5 kwa siku, ajua jambo la kumtumikia Mwenyezi Mungu la kuitumikia dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni muhimu kwake. Barua ya tatu, ndugu zangu wa Kiislamu, tunamzungumzia Yusufu alayhi salam. Yusufu alayhi salam anaingizwa ndani ya gereza kwa kudhulumiwa, ndugu zangu, baada ya kuonekana tu kuwa kwamba mke wa mfalme kamtaka na kukataa, ikaonekana afanye vitimi mpaka Yusufu afungwe. Yusufu anaingia gerezani, kadhulumiwa, akihisi uchungu wa kudhulumiwa, anaingia gereza huku anaona mateso na analiona jiza la gereza, huku Yusufu akimilia Rabbul Izzati wal Jalal. Lakini pamoja na hivyo, Yusufu alayhi salam hakusahau kuwa pamoja na mimi kufungwa ndani ya gereza, ninayo haja ya kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bila shaka katika gereza amekutana na vijana wawili ambao wamekuwa kama rafiki zake wa ndani ya gereza. Wameanza kumuuliza masala mengi. Baada ya kuona Yusufu alayhi salam kidogo anaweza kuwa kapokea na hawajajua kama ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walianza kumuuliza baadhi ya masala. Yusufu akawa akiwajibu, na baada ya kuwajibu, pamoja na hivyo alizitafuta njia na mbinu na namna gani ataweza kuwalingania na kuitumikia dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala hata akiwa ndani ya gereza. Ndipo Yusufu alayhi salam alianza kuwalingania na kuambia kwamba wamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na hakuacha kufanya ulinganizi. Ndugu zangu wa Kiislamu, ikiwa Yusufu alayhi salam kailingania na kuitumikia dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala hata ndani ya gereza, pamoja na kuwa yakafungwa gerezani, hakusahau kwamba jambo la kuitumikia dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni lazima kwake. Hivyo alifanya kazi ya kwanza kuwalingania wale rafiki zake wawili ambao waliokuwa pamoja katika gereza. Ndugu zangu wa Kiislamu, tizama jambo la kuitumikia dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio gerezani, uko tayari kuitumikia dini ya Allah hata wakati mzito, wakati wa shida. Ndugu zangu wa Kiislamu, tukichunguza katika maisha ya binadamu, tutafute wakati wa shida, wakati wa matatizo na misukosuko. Ni wakati gani? Tutakuta kwamba wakati wa shida na misukosuko kwa mwanadamu ni ule wakati anataka kumitika Rabbul Izzati wal Jalal. Sasa
Kiislamu, ninakujibu hivyo nikijivunia kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukimtizama Nabii Yaqub alayhi salam kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, am kuntum shuhadaa idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Mtizame Nabii Yaqub alayhi salam anataka kuihama dunia, anatizama huku na kule, machozi yanamtoka, watoto wake wamemzunguka. Tizama, anaitumikia dini ya Allah, anailingania dini ya Allah, yuko katika sakarati mauti kama alivyosema Allah, am kuntum shuhadaa idh hadara Yaqub al-maut. Nyie hamkuwa mashahidi wakati Mayahudi na Manasara pindi Yaqub alipotaka kufa, anawatizama wanaye, anataka kufa, nafsi inataka kuhama, anamwambia mataabudu min ba'di, mtaabudu nani mtakayemwabudu baada ya kufa kwangu? Wanamwambia baba, usiwe na shaka, naabudu ilahaka, tutamwabudu Mungu wako, wa ilaha abaika, na Mungu wa baba zako Ibrahim na Ismail na Ishaq, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mungu ambaye ni mmoja na sisi tutakuwa tayari kuwa Waislamu waliokuwa wazuri na wa kweli. Ndugu zangu wa Kiislamu, eleweni ya kwamba kila Muislamu ambaye anajua kwamba kaitamka shahadatu an la ilaha illa Allah anastahili kuilingania dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, wako watu wengi ibilisi tayari kisha wafaa baada ya kuona ya kwamba yeye anamkosea Mwenyezi Mungu usiku na mchana, anafika anajua kwamba hawezi kabisa kulingania dini yake Allah wala kumtumikia Mwenyezi Mungu wala kuitumikia dini hii ya Allah. Anasema mimi nimeshafanya madhambi mengi, mimi ni mvuta bangi, mimi ni mzinifu, mimi nimeshazitoa mimba nyingi. Je, ninaweza kweli kuitumikia dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ninaitika ndugu yangu Muislamu, hata ukiwa mvuta bangi itumikie dini ya Allah, hata ukiwa mlevi itumikie dini ya Allah, hata ukiwa malaya itumikie dini ya Allah. Iko siku Allah atakukumbuka tu kwa ile kazi utakayoifanya kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisikilizeni kisa ndugu zangu wa Kiislamu cha mmoja katika masahaba ambaye waliotutangulia. Alikuwa ni mlevi sana, lakini pamoja na ulevi wake hakujali kuona kwamba mimi ninamkosea Allah, lakini pamoja kuwa ninamkosea Allah lazima niitumikie dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naye ni mmoja katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye anaitwa Abu Mihjan al-Thaqafi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلاة وتسليما للإقامة بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أشكر Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ziada rehema na amani zimwendee wote wa umma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na watu wa nyumbani kwake pamoja na masahaba zake na Waislamu wote ambao watakubali kufuata mwendo wake hadi siku ya Kiyama. Ndugu zangu wa Kiislamu, bado ninakuelezeni ya kwamba hata wewe uwe ni mvuta bangi, uwe ni mzinifu, uwe ni mdhulumati, muuaji, itumikie dini yake Allah. Usiache kuitumikia dini ya Allah eti unatazama madhambi yake. Tumtizame Abu Mihjan al-Thaqafi, alikuwa ni mlevi sana kiasi ambacho alikuwa anapigwa, anakamatwa, anapigwa zile fimbo 80, analewa tena anapigwa, analewa tena anapigwa, hadi ilivyofikia siku ndugu zangu wa Kiislamu wa majeshi wamejiandaa katika kwenda kupigana katika vita moja ya vita za Kiislamu ambayo ilikuwa ni vita ya kwenda kufungua mji wa Fursi. Hiyo vita ilikuwa ni Maarakatul Qadisiyya. Akiwa kiongozi wa vita hiyo alikuwa ni Saad ibn Abi Waqqas, ndiye ambaye aliongoza vita hiyo. Walivyojiandaa na kuwaita Waislamu ni watu gani wataipigania dini yake Allah, alikuwa ni wa kwanza katika mstari wa kwanza, alikuwa ni wa kwanza kuwa katika mistari ya kwanza na kumuitika Allah ili aende akafu kwa ajili ya Allah pamoja na ulevi ambao anaofanya. Hivyo walivyokwenda ndugu zangu wa Kiislamu, wamefikia sehemu lazima watulie. Saad ibn Abi Waqqas aanze kulikagua jeshi lake na kuanza kuwafunza namna gani tutaingia pale na kwenda kuwatake. Basi wamepumzika usiku, Abu Mihjan al-Thaqafi akaondoka kwenda kutafuta
tufanye nini? Akaamua tu kusema huyu bila shaka mimi nitamfanya asiingie katika vita, mfungieni kamba akae pembeni. Walivyomfunga kamba, Abu Mihjan Thaqafi amekaa pembeni. Saad analiandaa jeshi lake, anasema sasa nikisema tu Allahu Akbar 3 ya 4 mwanze kufanya kazi. Alivyofikisha ya 4 majeshi wakafanya kazi, mipanga ikakutana, vurugu vumbi zikaruka. Abu Mihjan anayaona yale, kafungwa, maskini imani inaanza kupanda. Anasema mimi nilikuwa nipigane, lakini nimezuiliwa kupigana kwa ajili ya ulevi wangu na dhambi za kulewa. Sasa nifanye nini? Katika vita hivyo Saad alipatwa na magonjwa, hakuweza kushiriki katika vita hivyo. Kwa hiyo upanga wake pamoja na farasi yake vilikuwa pembeni, na alikuwa ameshiriki na mkewe Salma. Ule Abu Mihjan Thaqafi akatizama pembeni, akaona upanga wa Saadi na akaona farasi yake. Akamwomba Salma kumwambia, ewe Salma, ninakuomba kwa ajili ya Allah nifungue, nende nikapigane na niko tayari, nikimaliza tu ninarudi kufungwa. Salma akamfungua, akachukua ule upanga wa Saadi na farasi ya Saadi, akaenda kupigana vita. Ndugu zangu wa Kiislamu, Abu Mihjan Thaqafi alipigana vita hivyo, na sababu yake yeye ikawa ndiyo sababu ya Waislamu kushinda Maarakatul Qadisiyya, wakaufungua mji wa Fursi akipitia Abu Mihjan Thaqafi. Saad alivyokuwa na watazama majeshi wake, anaiona farasi yake imeingia uwanjani na anajua kama ameiacha, na anaona mtu ambaye anapigana kama Abu Mihjan Thaqafi. Anasema huyu si anaweza kuwa ni Abu Mihjan, lakini hapana, mimi si nimemfunga. Akavijitoa. Lakini pamoja na hivyo, baada ya kupata ushindi, Saad alirudi haraka, akamwambia Salma, nirudi kufunga mikono yangu na miguu yangu. Saad alivyokuja akamkuta sehemu ile aliyomfunga bado yupo pale. Abu Mihjan Thaqafi anauliza masahaba, mimi mbona nilipokuwa katika vita nilimuona mtu anapigana kama Abu Mihjan Thaqafi? Mke wake akamwambia ndio yeye aliyokuwa anapigana. Saad anamtizama Abu Mihjan Thaqafi, anasema mfungueni, kisha akasema wallahi tangu leo sitarudi kukuadhibu kwa ajili ya pombe. Saad anasema kweli, mimi sitarudi tena kupigwa fimbo. Wakati nilikuwa nikinywa pombe ninajivunia kwamba nitapigwa nitahariki. Akasema wallahi tangu leo sirudi mimi kunywa pombe. Akatokea Abu Mihjan Thaqafi, ni mmoja katika watu waliolingania dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hivyo, ndugu zangu, isiwe kama ni ruhusa mtu akatoka hapa msikitini akaenda akasema Sheikh alishatupa bwana, tutavuta bangi, tutazini sana, kwa hiyo tutaitumikia dini ya Allah. Na ndio maana ukitaka wavuta bangi, mstari wa mbele Uislamu, ukitaka kuchokoza Uislamu basi uchokoze kwa wavuta bangi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, mtu usiache kulingania dini yake Allah, lakini pamoja na hivyo ufikirie kuacha makosa ambayo unayoyafanya. Hivyo ndugu zangu wa Kiislamu, hizo ni barua chache ambazo nimeziagiza kwenu. Kila mmoja atambue kwamba analazimika kulingania dini yake Allah. Usiseme kwamba mimi ni tajiri, sina kitu, ukasema kwamba siwezi kulingania dini yake Allah. Barua ya 5 inamwelekea kila Muislamu, yule ambaye atasema mimi sina kitu, siko tajiri, mimi sio mwalimu, siko mjuzi, mimi sina ujuzi wa aina yote wa kulingania dini, ninamtuma kaitazame Hudhud, ndege ya Nabii Suleiman, kazi iliyofanya ya kwenda kukulingania dini yake Allah. Utasema nini wakati utakaposimama mbele ya Hudhud? Ndege, ndugu yangu Muislamu, mnyama. Kwa hiyo mnaomba ndugu zangu wa Kiislamu kuitumikia dini ya Allah. Kila mmoja asimame aitumikie dini ya Allah kadiri awezavyo, na leo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamlipa malipo kwa kile ambacho atakachokitumikia. Usijiache hivyo ukasema mimi siwezi kuitumikia dini ya Allah, ukasema mimi sina bibaswa. Kila mmoja miongoni mwetu aelewe ya kwamba siku ya kiyama ataulizwa kwa nini hukuitumikia dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala wa sallu ala al-hadi al-bashir akram rasul wa awwal nadhir faqad amarakum bidhalika al-latif al-khabir bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thalla bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuha al-mu'minun faqala 'azza min qa'ilin ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima famtithalan li amri Allah wa hubban bi rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa Allahumma 'an khulafa'ihi al-arba'a Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali karramallahu wajhahu wa sittati al-batin wa basharina bil jannah wa 'anna ma'ahum bi
كرمك وحفظك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا